Kutokana na changamoto ya kiafya inayosababishwa na upungufu wa madini ya vitamini A na zinki nchini Tanzania, Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI kwa kushirikiana na Alliance for a Green Revolution in Africa AGRA inatekeleza utafiti wa mbegu za mahindi zenye virutubisho hivyo. Lengo ni kuongeza upatikanaji wa mbegu zenye lishe bora ili kusaidia kupunguza utapiamlo, kuboresha afya na ustawi wa wananchi, hasa kwa wakulima wa vijijini wanaotegemea mahindi kama chakula kikuu. Mkurugenzi wa Kituo cha Utafiti wa Kilimo TARI Ilonga anasema, mimi ninaitwa Arnold Mshongi, ni mkurugenzi wa Kituo cha Utafiti wa Kilimo TARI Ilonga ambacho kipo ile ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Pamoja na kuwa na cheo cha ukurugenzi, lakini mimi ndiye mtafiti kiongozi wa zao la mahindi nchini. Na ijulikane mahindi ndio chakula kikuu cha nchi hii. Kwa maneno mepesi ni kwamba nchi hii kama haina mahindi, manake nchi haina chakula. Na mahindi yanazalishwa zaidi katika, tumegawanya katika ukanda wa sehemu kuu tatu: ukanda wa chini au ukanda wa joto, ukanda wa kati na ukanda wa juu au ukanda wa baridi. Mahindi hatuna shida kubwa sana ya uzalishaji, kwa sababu kwa nchi hii takriban tunazalisha tani milioni 7 za mahindi ya chakula, ingawa sasa tukifanya vizuri zaidi kwa ule uhalisia wenyewe na mazingira yaliyokuwepo na kila kitu, tunaweza tukaenda mpaka kuzalisha tani milioni 18 kwa mwaka. Kwa unaona, unaweza kaangalia kwamba tuko karibu theluthi moja, kwa kukadiria theluthi moja ndio tunaweza kuitumia katika kuzalisha zao la mahindi. Kumbe tunaweza kufanya vizuri mara 3 zaidi. Cha kuweza kuwashauri wadau wa mnyororo wa thamani, ikiwepo wakulima, maafisa ugani, TAMISEMI, kufanya biashara, tunaweza kuwashauri, bwana, mkitaka mbegu iliyokuwa sahihi na viwango ambavyo vimethibitishwa ni iko mahali fulani. Kwa hiyo kwa sisi watafiti tunawajibika kuleta taarifa ambayo imechakatwa kuweza kuwa mahususi katika matumizi ya mlaji wa hiyo teknolojia au hilo zao au hiyo mbinu mbalimbali za kuweza kufanya maisha yao mepesi kwa ngazi ya mlaji na mkulima na wengine kama hao. Aidha, mtafiti kutoka TARI Ilonga Bwana Agrey Kiando anasema, majina anaitwa Agrey Kiando, ni mtafiti kutoka Taasisi ya Utafiti Tanzania, Kituo cha Ilonga. Hapa anajihusisha na utafiti wa mahindi. Kwa hivi karibuni tumekuwa tukitafiti mahindi lishe ambayo yana virutubishi vya vitamini A na zinki. Hivyo tunapenda wakulima wetu na wananchi kwa ujumla watumie mahindi yenye virutubishi ili kuimarisha afya zao. Hii itasaidia kupunguza tatizo la udumavu, kwani mahindi lishe yanaondoa udumavu hasa kwa watoto wadogo, ambapo ni hatua muhimu sana katika ukuaji wa binadamu. Hivyo tunatoa elimu kwa wakulima wote Tanzania kuelewa umuhimu wa kutumia mahindi lishe. Hii itasaidia kwenye afya zetu kwa ujumla. Pia mtafiti na mtaalamu na mtafiti wa udongo Bwana Aswile Mwankyusie ameongezea kwa kusema kuwa, naitwa Aswile Laurent Mwankyusie na mimi ni mtafiti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI, niko kituo cha Ilonga. Katika utafiti mimi nashughulika na masuala yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi, na ukizingatia somo letu kuu la leo lilikuwa linazungumzia mahindi lishe, ambayo pia ni sehemu ya kuongeza usalama wa chakula. Tunaposema usalama wa chakula tunamaanisha kuhakikisha mtu anapata chakula cha kutosha, lakini chenye virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo kwa leo tulikuwa na wakulima kwa ajili ya kuwapa teknolojia tulizokuwa nazo ambazo ziko kwenye kuandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha wanakuja kujipatia mahindi lishe kwa ajili ya kuongeza lishe ya familia na vizazi vijavyo. Lengo kuu, tuseme mchango mkuu tuliokuwa nao kwa sisi watu wa mambo ya mabadiliko ya tabia nchi ni kuhakikisha pamoja na kuwa hali ya hewa imebadilika,
wakulima wetu waweze kupata mavuno, lakini wakati huo wakipata mavuno waweze kupata pia na kipato cha kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kawaida. Naye ndugu Ramadhani Mlawa, mtafiti wa visumbufu vya mazao kutoka taasisi ya TARI Ilonga, naye alikuwa ana haya ya kuzungumza. Kwa majina naitwa Ramadhani Salmu Mlawa, ni mtafiti kwenye kitengo cha udhibiti wa visumbufu vya mazao. Leo hii tuko katika kuwaelimisha wakulima kuhusiana na mahindi lishe. Kwenye upande wa udhibiti wa visumbufu vya mazao, tunawaambia wakulima kwamba ili kupata lishe, maana yake tunategemea kupata kipato kilichokuwa kikubwa ili kuongeza tija na kupata hivyo viuatilifu tunavyotaka. Lakini wakati tunapata viuatilifu tunategemea tuwe tumevuna kiwango cha kutosha, kwa maana ya kwamba tuwe na udhibiti wa visumbufu vya mazao. Kwa kuanzia, napenda kuzungumzia visumbufu ambavyo vipo kwenye mahindi, hususan ni viwavijeshi vamizi ambao wao wanatoboa na kula mahindi. Viwavijeshi hawa wamekuwa wakiathiri uzalishaji na ubora wa mahindi kwa kiwango kikubwa. Wakiacha bila kudhibitiwa, maana yake ni kwamba mkulima atapata hasara, hatavuna mahindi katika tija, lakini pia wadudu hawa wanaweza wakasababisha hata kupelekea upatikanaji wa sumukuvu kwenye mahindi. Katika kuhakikisha elimu ya afya na uongezaji wa thamani baada ya mavuno, mtafiti na mtaalamu wa lishe kutoka kituo cha TARI Ilonga, Bi Happiness Mnanka amesema kuwa, kwa majina naitwa Happiness Mnanka, ni mtafiti kutoka kituo cha TARI Ilonga. Nipo kitengo cha usimamizi wa mazao baada ya mavuno, ambapo kitengo chetu kinahusisha na uongezaji wa thamani wa mazao ambao unalenga kuongeza lishe kwa watoto na kina mama, lakini pia kwa ujumla watu wote, watu wazima. Na leo tumefanikiwa kuwapatia mafunzo wakulima juu ya umuhimu wa mahindi lishe ambayo yameongezewa virutubisho kama vitamini A na zinki. Virutubisho hivi vinahitajika mwilini kwa kiasi kidogo, lakini ni muhimu sana. Endapo mtu atavikosa, madhara yake yanaweza kaonekana, na moja ya madhara yake ni utapiamlo, hasa kwa watoto. Na kutokana na mpango jumuishi wa taifa wa masuala ya lishe ambao unahusika katika kugusa nyanja tofauti tofauti, mojawapo ikiwa ni kuboresha hali ya lishe ya taifa, sisi kama TARI tumeliona hilo na tunaunganika nao katika kutekeleza mpango huu kwa kuwa na mahindi lishe ambayo yameongezewa virutubisho kama vitamini A na zinki ambayo ni muhimu sana katika ukuaji wa mtoto. Aidha, katika kuhakikisha wakulima na wadau wa kilimo ndani na nje ya halmashauri ya wilaya Kilosa, afisa uhusiano kwa umma Bi Neema Mliga anasema, Neema Mliga ni afisa uhusiano kwa umma kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo kituo cha TARI Ilonga. Sisi kama taasisi ya utafiti wa kilimo kituo cha TARI Ilonga, leo tumepata nafasi ya kuwa na mafunzo kwa wakulima walioko ndani ya kata yetu ya Ilonga, ambapo tumewapa mafunzo kuhusiana na matumizi ya mahindi lishe kwa ajili ya afya ya jamii kwa ujumla, lakini pia tumefika nao shamba hapa kwa ajili ya kuangalia teknolojia zinazohimili mabadiliko ya tabia nchi. Sisi kama kituo cha utafiti wa kilimo hapa Ilonga tunatumia nafasi yetu ya kuwepo hapa Ilonga kuwafikia wakulima na wananchi wengi zaidi kwenye swala la elimu, tukiamini kwamba wanahitaji kunufaika na kilimo cha kisasa na teknolojia za kisasa ambazo zimefanyiwa utafiti kutoka hapa kituoni kwetu. Na pia ninapenda kutoa rai kwa wananchi wote wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa kufika kituoni kwetu kwa ajili ya kujifunza teknolojia mbalimbali za kilimo ambazo zitasaidia kukipeleka kilimo chao kwenye level nzuri zaidi yenye tija zaidi kwa mkulima. Hii imekuwa chachu kwa baadhi ya wakulima wilayani Kilosa kuhakikisha kwamba wanapata elimu juu ya utafiti wa mbegu za mazao ya lishe ili kupunguza utapiamlo kwa watoto na hata kwa binadamu wengine pia.